Shalom, shalom. Karibu sana mtazamaji wa Rabat TV Online kwenye kongamano letu kubwa la uponyaji. Na leo ikiwa ni siku yetu ya pili ya kongamano kubwa la uponyaji. Jana tumeshuhudia watu wengi wamefunguliwa, tumeshuhudia miujiza ya papo kwa hapo, tumeshuhudia watu wakiwa wameponywa, tumeshuhudia watu wakiwa wamekuwa huru. Sasa leo tunamwamini Mungu kwa makubwa zaidi. Fuatana na sisi kama unavyoona, watu wamekushajitokeza, wengine ndio kama hivyo wanafika. Fuatana na sisi mtazamaji. Majina yangu naitwa Keti Sha. Barikiwa na hawa ni baadhi ya washiriki wakubwa ambao pia wameshiriki kwenye ili kongamano kubwa la uponyaji. Tuwasikie. Shalom. Shalom, shalom. Karibu, majina yako ni nani? Naitwa Teddy Gwenya. Leo ni siku yetu ya kongamano, siku yetu ya pili ya kongamano. Tuambie kuanzia siku ya jana mpaka siku ya leo, ni kitu gani ambacho umefanya kongamano? Kuanzia siku ya jana mpaka siku ya leo tumemwona Mungu akifanya mambo mengi ya ajabu. Watu wamefunguliwa, watu wameponywa, watu wameokolewa. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunategemea kuona makubwa zaidi. Kwa tukizungumzia kwa upande wako ukiwa kama pia ni miongoni mwa watu wa vipi siku ya jana mpaka leo kwenye eneo lako? Kwenye eneo langu kuanzia siku ya jana hadi leo naona tofauti kubwa, kwa sababu mwitikio ni mkubwa. Watu wengi wanajitokeza kuja kwa ajili ya kupata huduma mahali hapa. Sawa. Asante. Sasa tuko na washiriki wengine ambao tutapata nafasi ya kuweza kuwasikia letu kubwa la uponyaji. Mtazamaji, wacha nikukumbushe, leo ni siku yetu ya pili ya ili kongamano kubwa la uponyaji, mahali katika uwepo wa Bwana, chini ya mpakwa mafuta ya Bwana Pastor Aidan. Karibu. Shalom. Shalom, shalom. Karibu. Majina Agnes Goliama, jana ulishiriki kongamano pia na leo. Tuambie jana na leo umepokea nini? Nimepokea mambo makubwa sana na tumemwona Mungu akifanya mambo ya ajabu. Miujiza mingi imefanyika, watu wameponywa, wako watu ambao walikuwa hawezi kutembea wametembea, wako watu ambao walikuwa hawezi kabisa, lakini Mungu amefanya mambo ya ajabu sana. Tunamwamini Mungu kwa yote ambayo ameendelea kuyatenda. Amina. Mtazamaji, kama unavyoona bado tuko na washiriki mbalimbali wa hili kongamano. Tuko na mshiriki mwingine pia naye tupate nafasi ya kuweza kumsikiliza. Hatuambie jana, siku ya jana alikuwepo na leo pia yupo. Karibu, tuambie na wewe ushiriki wako wa siku ya jana. Amin. Kwa majina naitwa Shada Abdu Matutu. Kwa kweli kwa siku ya jana nimemwona Mungu. Na ndio maana hata leo bado niko hapa na ndio nitamwona zaidi. Amina, amina. Asante. Umeingia hapa, umeingiaje na je, yale matarajio ambayo ulitamani kuyapokea siku ya jana, umepokea? Nimepokea. Ndio. Nimepokea, yani tofauti hata jinsi nilivyotarajia, yani nimeona mambo makubwa zaidi. Kwa sababu watu wanaona wanatembea ambao walikuwa hawezi kutembea. Na mwingine nilimwona kijana mwingine alikuwa hawezi hata kula tena, sasa hivi tumekula naye. Kwa kweli mambo ya ajabu. Amina, amina. Bwana anaendelea kuyafanya kwenye kongamano hili kubwa la uponyaji, leo ikiwa ni siku yetu ya pili. Kama unavyoona mtazamaji, tayari tunaona washiriki mbalimbali ya kuhudhuria kwenye hili kongamano letu kubwa la uponyaji. Tunakukaribisha sana na wewe unatutazama kwenye TV yako ya Rabat Online TV. Endelea kutufuatilia. Mimi ni Keti Shayo. Endelea kubarikiwa. Mtazamaji wa Rabat Online TV, ukiendelea kufuatilia kwa uzuri kabisa matangazo haya ambayo yanakujia live, ikiwa ni siku nyingine ya pili ya kongamano kubwa la uponyaji. Na kama vile ambavyo mtazamaji umeweza kusikiliza lakini na kutazama baadhi ya washiriki na wahudumu ambao wanahudumu katika kongamano hili na mwenzangu Ketie Shayo, mimi ni Enesi Mwaistakila, na bado tunaendelea kuzungumza na baadhi ya washiriki lakini pia wahudumu wanaohudumu katika kongamano hili la uponyaji. Na hapa ni naye mmoja ya washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Leo ni siku ya pili ya kongamano hili la uponyaji. Kwanza nataka tufahamu majina yako, lakini unahudumu katika eneo gani na unazungumziaje sasa ulivyojiandaa kwa siku hii ya pili? Naitwa Wilson Vita Ngalomba, niko kwenye kuhudumu kamati ya ulinzi.
nipo kwenye kudumu kamati ya ulinzi. Naona maendeleo yetu yanaendelea vizuri. Na kwa siku ya jana tuliona miujiza mikuu ikitendeka. Tuliona watu wanaponywa hapo kwa hapo. Tumeona watu wanafunguliwa. Na tunategemea siku ya leo uponyaji utakuwa mkubwa zaidi, na tunaamini uwepo wa Mungu utatawala zaidi katika mahali hapa katika siku ya leo. Muujiza gani ambao yani ukao uelewelewe ukasema jamani, huyu Mungu mbona mimi sielewelewe? Ilikuwaje kwanza? Ni miujiza mingi, ni mingi kusimulia. Ni matendo makubwa ambayo yametendeka jana. Tumeona baadhi ya wamama wanaponywa magonjwa hapo kwa viuno ambao walikuwa hawezi kutembea, ila jana wameweza kutembea. Wengine walikuwa katika hali yani mbaya kabisa, ila jana wameweza kutoka salama na kurudi nyumbani kwao salama kabisa. Wanatembea wenyewe, waliletwa hapa kwenye machela, ila jana wametembea vizuri kabisa. Unamwambia nini mtazamaji wa Rabaha Online TV anayekutazama kwa sasa, ikiwa leo ni siku ya pili ya kongamano hili la Jehova Rafa? Nawaambia tu tujumuike hapo, tujumuike. Kama kuna ndugu zao, kuna jirani ambao wanasumbuliwa na maradhi tofauti tofauti, basi wajumuike katika eneo hili ili waweze kupata uponyaji zaidi. Asante sana na nashukuru sana. Ni mlinzi. Asante sana. Mtazamaji wa Rabaha Online TV, naendelea kuzungumza na baadhi ya washiriki lakini pia wahudumu ambao wanahudumu katika kongamano hili la Jehova Rafa kupitia hapa katika kanisa la Familia ya Kristo hapa Mbinga ni Mapei Sayuni. Leo ni siku ya pili mahali katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe ni nani katika kongamano hili la uponyaji? Unashiriki na au ni mhudumu, na unahudumu katika eneo gani? Mimi ni mhudumu lakini pia ni mwenyekiti wa kongamano hili. Wow. Nataka tufahamu sasa, kwanza tangu jana ilikuwa siku ya kwanza na leo siku ya pili, tofauti ni gani ambayo umeiona na nini ambacho ulikiona kikubwa ambacho umekishuhudia, na leo unategemea nini? Kwanza kabisa lazima nishukuru Mungu kwanza kwa mapenzi yake ambayo amemwezesha mtumishi wa Mungu. Ameweza kufanya vitu vya ajabu kabisa ambavyo hatukutarajia kuona machoni kwetu. Maana kuna uponyaji wa papo kwa papo ambao umetokea. Watu wamefunguliwa. Tumeona dhahiri kwa macho yetu kwamba Mungu huyu ameshusha neema katika mtaa wetu. Ameshusha neema katika Sayuni. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kongamano hili nawakaribisha watu wote waje washiriki katika kongamano hili ili wafunguliwe na mambo ambayo yanawakabili kuanzia kiuchumi, kiafya na kila namna ya mateso ambayo yanawasumbua yaweze kufanya nini? Kutatuliwa. Umewahi kushiriki makongamano mengine ukiacha hili la uponyaji? Tulikuwa na kongamano ambalo lilikuwa limetangulia msimu uliopita, msimu jana. Pia nalo mtumishi wa Mungu aliweza kumtumia vizuri. Kuna watu pia waliweza kuponywa, wakafunguliwa. Na tunaona kabisa tuna injili inasonga mbele kutokana na neema ile ambayo amepewa mtumishi wa Mungu na watu kufunguliwa. Naona wanamjua Kristo sasa. Unamwambia nini mtazamaji sasa wa Rabaha Online TV anakutazama sasa? Namkaribisha kwa kweli, namwambia wokovu ni huu sasa. Wokovu ni sasa, wasichelewe. Waje wafunguliwe, waje waponywe, waje wamjue Kristo wa kweli. Na vijana ambao ni taifa la sasa. Vijana wakaribisha, naambia wokovu ni sasa. Amen. Yeah. Ubarikiwe sana mtumishi. Amina. Amina. TV naendelea kuzungumza na baadhi ya washiriki lakini pia wahudumu wa kongamano hili la Jehova Rafa, na hapa ni naye mmoja ya wahudumu wa kongamano hili. Kwanza ataniambia majina yake na ataniambia namna vile ambavyo amejiandaa na kile kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unaitwa nani? Adriani Haule. Naomba uniambie wewe unahudumu kama nani katika kongamano hili? Nahudumu kama mwinjilisti. Jana ilikuwa ni siku ya kwanza ya kongamano la uponyaji na leo ni siku ya pili. Nini ambacho ulikipata kwa jana na leo unataraji nini? Jana ilikuwa ni siku nzuri. Mungu alitubariki kuwa na karama tofauti na wengi walipokea uponyaji. Miujiza ilikuwa ni mingi, watu walifurahia pia, na nategemea zaidi ya pale ambapo tulikuwa tumeishia jana, kwamba leo tunaweza tukaona miujiza mingi zaidi Bwana Yesu akatenda. Ndio. Wewe ulishatendewa miujiza upi? Maana ni kijana bado. Mimi namshukuru Mungu, nina miujiza mingi sana kwenye maisha yangu, na toka nimefika katika viwanja hivi nina ushuhuda mwingi sana, kuanzia familia, afya,
uchumi. Mungu ananifungua katika vitu vingi sana. Unamwambia nini kijana ambaye anakutazama hivi sasa akiona kijana kama wewe upo ndani ya Yesu? Vijana wengi wamekuwa ni waoga sana kuja kanisani, na wengi huwa wanaofia maisha yao ya mtaani, na hasa kwenye kuchekwa na kuambiwa mambo mbalimbali ambayo pengine anaweza kuwakatisha tamaa. Na kwa sababu wote tunatoka kwenye makundi mbalimbali ya watu, wengi wanakuwa na hofu au mashaka ya kuingia kwenye wokovu na kumtumikia Mungu kwa namna moja au nyingine. Lakini nataka niwatie wivu, ni vitu vile ambavyo utapata tabu kwa watu ambao wamekuzoea, lakini mbele za Mungu kuna faida ukiamua kuchukua maamuzi ambayo hayakuathiri wewe wala watu hawathiriki. Tofauti yake tu kule unadharaulika kwamba umefanya kitu ambacho sio sahihi, unashindwa kuendana na dunia kwa wakati, lakini huko kuna faida, kwa sababu kubadilisha mfumo wa maisha ni jambo zuri kuliko kuendana na dunia. Mtazamaji wa Rabaha Online TV, unamwambia nini sasa? Zungumza naye sasa, mtazamaji wa Rabaha Online TV, katika siku hii leo ya pili ya kongamano la uponyaji. Kongamano letu la uponyaji ni si tu katika mwili. Labda watu wanawaza, wanaposema uponyaji, wengi huwa wanawaza tu labda ugonjwa, lakini nataka niwaambie hapa ni uponyaji wa mwili, nafsi na roho na maisha mengine kwa ujumla wake. Una shida ya uchumi, una shida ya kifamilia, una shida ya kimahusiano, una shida ya ndoa, una shida ya afya, tunakaribisha. Leo ni siku ya pili na kesho ni siku ya tatu tunahitimisha. Mungu akikubariki, akikupa neema, unakuja leo na kesho pia tunahitimisha. Karibuni sana. Ubarikiwa sana mtumishi wa Mungu na asante sana. Asante. Na mtazamaji wa Rabaha Online TV, huyu alikuwa ni mwinjilisti na ni mwinjilisti kweli, kwa sababu kama vile ambavyo umeweza kumsikiliza, lakini pia kumtazama na yale aliyokuwa anazungumza na kukusii wewe ambaye unatufuatilia kupitia Rabaha Online TV, na endelea kuwa pamoja nasi. Leo ikiwa ni siku ya pili, watu wanaendelea kufika kwa wingi na kuhudhuria kuhakikisha kwamba wanawahi nafasi zao kulingana na yale ambayo Bwana Yesu kupitia Roho Mtakatifu anaendelea kufanya kufanya matendo makubwa kupitia mtumishi wake mpaka mafuta wa Bwana Pastor Aidan. Hivyo endelea kutufuatilia na endelea kuwa pamoja nasi, tukiendelea kuzungumza na baadhi ya washiriki, lakini pia wahudumu wanaofika katika kanisa hili la Familia ya Kristo Mbinga hapa Sayuni Mapei. Mimi ni Enes Mwaisakila. Asante. Ndio umetoka kumsikiliza mwenzangu Enes Mwaisakila, na alikuwa pia akizungumza na baadhi ya washiriki wa hili kongamano. Na tukukumbushe mtazamaji, leo ni siku yetu ya pili ya hili kongamano letu kubwa sana na uponyaji chini ya mpako wa mafuta wa Bwana Pastor Aidan. Na jana ikiwa ilikuwa ni siku yetu ya kwanza, tuliona kuna baadhi ya watu ambao walifunguliwa, kuna baadhi ya watu ambao wameponywa, na miongoni mwa washiriki ambao pia walipata nafasi ya kuhudhuria na kufunguliwa ni pamoja na mama. Tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Umetokea Lulango Kipinga. Ndio. Ashukuru Mungu, tunamshukuru Mungu na tunamtukuza Mungu hakuna kwa ajili ya muujiza mkubwa huu ambao ameendelea kufanya kwa ndugu yetu Kamila. Baada tuko na washiriki wengine ambao bado Bwana ameendelea kuwafanyia, kama ambavyo unazidi kuona wako kwenye viti, ingawaje bado muda wa kongamano jaanza, lakini wengi wamewahi nafasi zao. Karibu. Amina. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Veronica, natokea Ikulu Kipinga. Veronica, leo ni siku yako ya ngapi kushiriki? Siku ya pili kwenye kongamano hili. Leo ni siku yako ya pili. Matarajio yako ni yapi? Na jana pia ilikuwaje kwako? Ikiwa jana ni siku ya kwanza kongamano. Kwa siku ya jana mambo ilikuwa ni nzuri, ndio maana hata leo nikaamua nije tena. Ndio. Na unatarajia nini Veronica kwenye hili kongamano? Natarajia kuyapata yale ambayo natamani niyapate katika kongamano hili. Ninamwamini Mungu nitayapokea. Unamwambia nini yule mtazamaji wa Rabaha Online TV ambaye anakutazama sasa hivi na hajapata nafasi ya kushiriki kwenye hili kongamano kubwa la uponyaji? Una kitu gani cha kushauri? Na washauri waje mahali hapa, hawajachelewa. Muda bado na siku bado. Kwa hiyo waje mahali hapa, wasikimbilie kwa waganga wa kienyeji, bali wakimbilie kwa Yesu. Ndiko kwenye uponyaji wa kweli, ndiko kwenye matumaini ya kweli. Kwa Yesu kuna furaha. Amina. Ndivyo ambavyo ninakwenda kuhitimisha
na kwenda kuhitimisha, ndivyo ambavyo nakwenda kuhitimisha. Wakati pia nikienda kuhitimisha, bado naona kuna washiriki mbalimbali ambao wameketi kwenye viti, wamewahi nafasi kabla muda wa kongamano lenyewe, kabla muda mwafaka wa kongamano hujafika. Ngoja tumsikie dada huyu ambaye pia amewahi kiti cha mbele kabisa kwenye kongamano letu, ikiwa leo ni siku ya pili ya hili kongamano kubwa sana la uponyaji. Bwana, kongamano letu kubwa la uponyaji chini ya mpako wa mafuta Bwana Pastor Aidan, na bado watu wanaendelea kufurika mahali hapa, na bado wanaendelea kutarajia na kupokea miujiza ambayo Mungu amepanga kupokelewa siku ya leo. Mimi naitwa Ketie Shayo, asante.